Sasa hapo ndo nikawa naenda kule. Hiyo TikTok watu wameshakaa hapo basi. TikTok yuko madii tu hapo. TikTok hapa ina madii tu. Ama mtu mwingine madii na Tale ilikuwa kama manager tu, lakini yeye haimbi ujue. Kumbuka Tale pindicho anapenda sana Mercedes. Bendera ishatengenezwa lakini ilikuwa ndani ya mfuko yani. Mshaji wa bendera kiungo namba 9 nani? Ndio sasa mimi ni muasisi kwenye TikTok connection, kwa sababu TikTok bado haijulikani, wanaijua wenyewe na watu wachache waliozunguka washikaji tu. Kwa mimi ninapoenda ku perform sehemu, nikawa naenda na hiyo label ya TikTok connection, pia tayari bado watu hawajijua. Lakini siku nilipofanya Latifa, baada ya Abdu Bonge kunikubali, nilikwenda kumsindikiza Madi studio tu kufanya recording yake nyingine. Ilikuwa kama gani ya Madi? Madi alikuwa anaenda kufanya kitu kama kazi ya Kemola hivi, kama sikosei. Sasa alimba na Mandojo na kina Mandojo na Domokaya. Nafikiri ilikuwa hivyo. Baada ya kufika mimi nikawa nimetulia zangu, sasa nikawa nasikiliza aina za beat zinapigwa. Nikajaribu kwa freestyle peke yangu, mzuko, unajua nina mzuka, afu hii ndio Bongo Record sasa hii. Wa moto majani. Hapo ndo Bongo Record, je Bongo Record. Hivyo vituo ninavyokuambia. Kinywele. MJ Records, Bongo Records. Hizo vituo liko ukifika yani, hata kama hujarekodi unajua sasa hapa mimi ndo nimekuja. Mimi msanii. Mimi msanii. Sasa hapo ndo nimeingia Bongo Record, afu nimeingia ndani sio nje. Ndani naangalia santuli zote sasa bwana. Kajala hajakwambia upange foleni kakuruhusu, anakupokea. Nikafanya hala fulani hivi, majani akanisikia akasema hebu unafanyaje? Tunajua Dachi alikuwa anapenda kufanya kitu anachokipenda. Kuna kitu. Kwa hiyo alifanya tu kwa love yeye mwenyewe pia fanya. Haikuwa kwamba ndio nimekuja kwamba natoka huko na kuja kurekodi, lakini wakati huo na mistari ya mtoto mmoja ambaye alishasumbua akili yangu nayo tu imekaa ina kazi hapa. Alafu nikapewa fursa ya mkeka huo ngone. Sasa hapa pamoja nifanye maajabu yangu Basi nikapiga ile Latifa. Katembea kwenye nafasi nyingine. Basi Mungu akabless. Goma likatembea ndo sasa. Situation ya Abdu baada ya kusikia umefanya kazi kwa majani, afu majani yalikuwa amebless tu afanye. Abdu alireact vipi? Sasa Abdu alishangaa kwa nini amerekodi huyu jamaa wakati mimi nimwambia msanii wangu. Ndio alitoka sasa hiyo jioni, alivyotoka kazini twendeni. Kafika mbaka kwa majani. Lakini kidogo mimi ningekuwa Bongo Records label kwa sababu ile majani tu uvumbuzi wake, na yeye akaamua kunigusia before hajazungumza chochote wala hakuna hela yote ambayo ilikuwa imeweka. Ndio Abdu Bonge aje kusema bwana, hii sasa hii ngoma huyu msanii wangu, mtu wangu kwenye label yangu namlipia. Alipa pale. Ndio. Majani akakujua fresh. Alibidi kwa sababu majani si ameniona nimekuja na wenyewe. Lakini kwa sababu alikuwa unajua pia maproducer zamani walikuwa wanajitoa sana katika kutusaidia. Sawa. Kwa sababu watu pia hawakuwa na chapaza hivyo yani unajua. Kwa hiyo sasa mzigo umekuja, akaona hakuna sababu ya kuacha ile fungu, akachukua fungu ndo nikawa nimebaki sasa goma likachukuliwa likaingia mjengoni kwetu. Ndio kwenda kurusha ile TikTok connection bendera ile kwenye viwango fulani vya mbali sana. Nikisema kwamba wewe ndio ulikuwa mtu wa kwanza kuipeperusha TikTok connection as TikTok, japo ilikuwepo, lakini wewe ndio ulikuja ukafanya kuitambulisha zaidi kwa raia kwenye kiwanda cha muziki. Itakuwa sahihi? Unakuwa hujakosea sana. Kwa sababu mimi ile ngoma nilikuwa na Madei. Tuseme tumepambana na Madei katika kuiwakilisha ile, lakini ufunguo kabisa. Sura yangu imehusika kwa nafasi kubwa sana. Na sauti hii ndio TikTok ukaona sasa raia wote wanamiminika TikTok, ikawa familia kubwa ambayo sio ndogo. Kenya watoto wanaulizia TikTok connection kwa sababu ya mdundo huo moja. Waliposikia wa pili wakajua basi pale ile tupitishe kidogo kwenye Latifa pia. Kabla tujaenda kwenye huo mdundo wa pili. Tupitishe kwenye Latifa kidogo mwenda. Kama mipito ya Latifa hii. Ilikuwaje bro? Kidogo tu. Zilikuwa line tu za kumsifia tu mtoto mmoja mzuri ambaye niliona huyu ana sababu, ndo nikaanza kumpa zile maneno mengi wanasema juu yako. Eti kuna kitu umenifanyia mganga, sio sababu mimi kuja. Unajua zile line zilikuwa nzito kiasi kwamba hata umri nilikuwa nao watu walikuwa wataki kuamini. Ilikuwa unapigaje?
Sema basi unachotaka mami, sema basi unachotaka hani. Hani achana na mawazo kishetani, ukiniacha mimi nitabaki na nani? Latifa wendo tu mami, Lati wendo tu hani, Latifa wendo tu mami, Latifa haya. Ipo vya kushare Lati soma pia. Wewe ni wangu imepangwa toka enzi. Sema basi kitu gani unachotaka? Wewe usijali ndume sina matata. Nachotaka wewe milele uwe wangu. Uje nikuite mama wa watoto wangu. Kiniacha taumiza moyo wangu. Kwani nishaachana na yani mchango ndio. Hivyo yani. Na ilishika sana ile ngoma. Pale tukaanza kupata show sasa. Shows zikaanza kuingia. Abdu rasmi. Abdu alikuwa mtu wa dini sana unajua. Akakubali sasa kusema bana mimi napiga muziki na uingia. Abdu akaanza kuweka pesa kwenye muziki. Akawa manager lakini akawa promoter pia at the same time. Shows zilikuwaje? Yani hata sijui ni kuambiaje kwa sababu ukurasa kama ni mkubwa sana. Lakini issue baada ile ngoma kupata nafasi. Yani nilikuwa nahitajika kama mpira wa kona. Unajua mpira wa kona unasubiriwa na watu wengi yani. Watu wote wanakaa kwenye golini wanasubiri mpira upigwe kule. Ndio kitu ambacho kilitokea hapo. Show ya kwanza nenda Jubilee pale hall. Nakumbuka ilikuwa show zetu za pamoja ile mjengoni pale. Ilikuwa festa hiyo. 2004. Kitu kama hivyo 2004 hiyo. Kwenda mwishoni. Tukala beauty fulani hivi vya ajabu. Raia wote wakajua kumbe familia ya wadosi. Watu wameoga yani. Tunaenda kuweka mdundo la mlindimo yani kijiji chote watu yani shangwe ambao watu hawajawahi kuitegemea katika maisha hayo. Mkapiga pale mkachukua chenu. Tukachukua chetu tukatiririka. Maokoto vijana sasa hivi wanakuambia. Maokoto. Ukaanza kupiga tena ngoma ya pili kafuata sasa. Baada ya pale nikaja kupiga uliniambia na watu walikuwa wanasema yule bwana hawezi tena kote ile ngoma ile. Ile ngoma ile hawezi tena kutoa ngoma nyingine kama hiyo. Kwa sababu watu walisema hivyo kwa sababu gani? Audio ilikuwa kubwa kuliko watu sema kuliko aliyefanya mwenyewe. Umeona? Sasa watu wakajiuliza huyu bwana mdogo huyu ndio alifanya hii. Huyu hawezi kufanya nyingine zaidi ya hii. Umeona? Lakini kumbe hujajua hii kichwa Mungu tu alibariki ukurasa na upepo huo. Basi nilirudi nikafanya uliniambia kwamba waja mani dogi mani na kungoja ajabu toko lipotoka miaka imepita. Sija kuona wangu maida na mbali uko liko mina mashaka nakosa raha kabisa. Penzi lako kilikosa baby kwangu so ndo maana kuita baby kwangu njoo nakupa live baby unanitesa roho ndo maana konda na data na beat za po aondole mfano baby wakipenda roho nile nyomo mbichi baby kama ni dili nitazicheza baadaye ndarudi homosha rudi home baby ili wapagawe chezi nawe kuchi subiri baby na kungojea mchu. Yani sijui hata nisemeje kwa sababu dunia ilinyamaza hivi kama miaka hivi miwili kasoro. Usiniambie kwamba ulisimamisha dunia mzee. Yani mwezi kama social media. Yani unajua ilikuwa kama mwezi umekutana na jua yani kukawa na giza mchana hivi kumbe. Alafu nuru ikaja kutokea kitu kingine. Hapo ni radio club baadaye unaipata video kwa TV na magazeti yetu. Hata video hamna babu. Yani hapo watu wanasikiza mdundo tu afu unatembea dunia nzima. Unajua hii ngoma hizi mimi naweza kusema tulibweteka kwa sababu moja. Mungu pia ana sababu zake kwenye kila jambo mimi nafikiri. Kwa sababu sasa hivi watu wanategemea hizi platform mitandao ya kijamii kuweka kitu kitembee. Lakini kipindi kile hatuna mawazo. Hata WhatsApp wenyewe atufikiria yani hatuna WhatsApp sijui nini hatujui hivyo. Lakini ile goma lilikwenda likaingia nchi zote unazojua wewe. Latifa ilisababisha ilikuwa ni Bonge alitumiwa picha moja na mtoto mkali wa Mombasa huko kwenye email. After Abdu akawa anatamba bana doge ishi humu mdogo wangu ishi humu
Ndio mwenyewe unajisikia hivi. Abdu mmoja masiambia ishi. Mimi nakupeleka Mombasa twende ukaishi muda. Ngoma zile za rangi wengi sana zile. Rangi mama. Yaani hapo sitaki kuwazungumzia kwa sababu Abdu Bonge kila siku alikuwa anatumiwa na email kipindi hicho bwana njoo hapo mzee, huna hata kilongalonga ndo hapo ndo tumfanya sasa. Abdu akaenda kumtafutia kilongalonga hapo kimoja ambacho pia chenyewe kilihiti, kwa sababu ukiona kilongalonga kama hicho sio rahisi yani. Kina kama liko hapo kama hivi yani. Kaweka bwana yeye. Hiyo simu kidogo iitwe dog materials. Kwa sababu ilikuwa ndo mimi tu ambaye nimeiti nayo. Ingekuwa kama zama za sasa hivi, lazima ningekuwa ambassador mzuri sana. Ungeitwa balozi wa hiyo kampuni. Haki ya Mungu nakwambia. Okay. Basi mafanikio yakawa yamekuja, lakini mafanikio yanaambatana na vitu vingi sana. Changamoto ambazo ulizipitia mpaka kwenda kufanikisha hiyo ngoma ya Latifa kusimama, unaweza ukashare na sisi pia? Mimi nafikiri kwa sababu mlango ndio ulikuwa umefunguliwa. Hapo kuna changamoto za kuni stress, zilikuwa changamoto za maisha ambayo yajui mapya, yani ndio changamoto ambazo zitokea. Lakini pia kuna aina ya changamoto unaweza kuwa nazo lakini usizijue kama hizi ni changamoto. Ukaona kama ni maisha tu endelevu. Kumbe sasa hiyo ndo dunia nyingine sasa imepungua. Watu wazuri kama milioni per day yani. Wote wanakuja. Wana wanakuita huku sasa pale, kumbe pale ndo kama ndo kupotea, unapotelea hapo yani. Na kama kubaki unabakilia hapo. Hizo changamoto hizo zilikuwa sio ndogo, kwa sababu pia Mungu kawabariki wa ndugu zetu wako vizuri sana. Moja kati ya changamoto ambazo naweza kuizungumzia, hiyo ilikuwa ni moja ya changamoto kubwa katika maisha yangu, kwa sababu nilikuwa natafutwa na watoto wazuri wengi sana. Sasa mpaka Abdu Bonge kananiambia wewe, kumbe utakufa bwana, hebu kaa huku. Hayupo, watu wakija wanauliza bwana Dogi hayupo. Shida. Abdu sasa inabidi aingilie kati. Aingilie kati, akawa ananichagulia bwana huyu. Huyu sasa unaishi. Sifa ambazo Bonge alikuwa anakuchagulia. Huyu unaishi. Kwa nini alikuwa Bonge unatazama rangi, selection yake katika uchaguzi alikuwa anaangalia sana rangi. Sasa kiona utokee beshi wana nywele za kuning'inia hivi. Anambia sasa huyu utaishi. Huko sawa. Huko sawa. Kwa hiyo yani pia nashukuru kwa uwepo wake, alinijenga, kwa sababu ningekuwa nimetoka mwenyewe hivi. Sio kwambia huyu acha, huyu nenda hivi au nenda hivi. Bomu kitambo yani inawezekana. Lakini kipindi kile sikufikiria sana, kwa sababu pia mabomu alikuwa hajajenga sana, lakini ingekuwa nimelozi sana. Ingekuwa melozi kubwa, sio? Sana. Kwa Bonge ana mchango mkubwa pia. Sana bwana, acha. Huyu ishi. Na alikuwa anafanya pia, unafuata zile. Nafuata hizo tikafu. Nidhamu hiyo ya kufuata hivyo vitu kwa ukubwa ambao tayari uko nao kwenye muziki. Ulikuwa unatoa wapi hiyo nidhamu? Nafikiri pia ni malezi, yani nilipotoka kwa wazazi wangu. Hawakunilea vibaya. Mimi nilizungumza, yani pamoja nilikuwa mtundu sana. Lakini sisi babangu alikuwa mtu wa dini sana. Hata mama swala 5. Unajua kuna aina vitu ulikuwa uwezi kuvifanya vya kinambi, vya kupotoka kabisa. Kwa sababu gani? Tulilelewa katika mazingira ya kujitambua kiimani na dini yani vizuri. Kwamba mimi nikitoka madrasa, kwa hivyo vitu vyote nilikuwa navifanya, lakini baada ya kumaliza vitu vya msingi ambavyo pia vilinijenga. So maarifa ya kusikiliza mtu aliyonitangulia nilikuwa nayo sana. Nidhamu ya kazi ilikuwa ya kutosha. Na nidhamu nzuri, kwa sababu nililelewa katika nafasi hizo. Latifa ndio ilibeba jina la album, sio? Latifa, album yako ya kwanza. Album yangu ya kwanza ilibeba uliniambia. Latifa ilitoka ikakaa sana. Ukaji wake sana ukatupa mashaka kidogo. Kwamba tuwezi tena kuuza album kwa jina hili, kwa sababu wimbo umekaa zaidi ya miaka 2 3 yani. Yaani unaiti wenyewe tu mpaka watu washozoea kana. Sasa tutafanyaje? Tafuta wimbo kuuza album. Uliniambia ndo album ikaja kuitwa Uliniambia. Okay, Latifa iliingia kwa mam, lakini na ilikuwa kwenye collection watu waliitumia kwenye collection nyingine. Kipindi kile watu wanatoa collection za nyimbo kali zile. Iligonga pesa ndefu pia. Hapana, hata sikutambua ilikuwaje, kwa sababu
huko tuache. Yaani hata zile sehemu husika tulizokuwa tunakwenda, namna walivyokuwa wanatuangalia katika mapokezi na zile wanawachukulia. Yaani mimi nakumbuka nilikuwa Rwanda kwa hoteli moja hivi, sikumbuki jina kidogo, ni siku nyingi. Lakini watu wakajua Dogi yuko ndani ya hoteli. Yaani nimekurupuka na amka asubuhi na kutaraia wamejaa watoto wa Kitusi. Watoto wa Kitusi wazuri. Bro kaanza kama sio kidogo. Sasa nikawa najiuliza nini, kuna nini? Nauliza kuna nini? Sasa hapo kabla sijajua kuna nini, unajishangaa kwamba wewe mwenyewe umeshajisahau kwamba wewe ndio unafuatwa yani. Alafu sasa zile nchi kidogo, si unajua kipindi kile zilikuwa kuna vurugu bado zijatulia. Sasa nikajua sasa leo kimenikuta, kimenuka huko nini. Lakini mtu mmoja akaja kuniambia, wewe au raia unaona hapo chini umati wako umekuja kumsikia Dogi mani yuko hapa, umekuja kukuona wewe. Mimi tena sasa vitu kama hivyo unajua ni kwamba inaonekana hata kibiashara hata watu ambao walikuwa wanasimamia kwa kipindi hicho pia ilikuwa hajasoma vizuri mchezo uko vipi. Wewe ndio ungesomwa siku nyingi, shapindua meza hii. Ingekuwa marais kwenye hizi vitu, watu wangetuheshimu asubuhi kwa upe. So ilikuwa hivyo yani kiukweli. Wewe ukaona watoto wa Kitusi wa umati, ukaanza kama sio Dogi nimpende yupi kati yao. Sio unajua hata mawazo yani nimpende yupi ilikuwa yapo, ile uoga watu the way walivyokuwa umefurika upande ule. Kwa hiyo nikaja kuambia bwana, ni wewe tu watu wanakutafuta wewe, wamekuja kukuona wewe. Kuna mwanetu mmoja anaitwa nini, Ringtone, yule jamaa sijui kama yupo. Ringtone Bongo pia jamani wa kule yani mtu wa kule Mnyarwanda fulani hivi. Mwana fulani mjanja sana, afu ana show love yani. Wewe mwenetu sana yani, sijampata tu kitambo, lakini mwana katika wadau wewe mdau, tumtafute pia. Itabidi tutamtafuta Ringtone popote alipo. Bwana kanamboya au raia wanakutafuta wewe Dogimani. So ukishuka hapa itakuwa tu shida, kama njoo kwa balcony wape tu hai. Nikwambia ushuke hapa itakuwa balaa. Kwa nikakaa tu kwa bwana yeye, ndio hivyo yani. Wakaridhika watu wakaridhika. Tunasubiri show sasa. Kumbe nilikuwa napita tu hapo njia. Unaelekea wapi? Mimi nilikuwa naenda Burundi. Kwa sababu Burundi pia kuna aina ma families, watu wangu, ndugu zangu wengine waliishia huko, wapo. Nikawa nibidi niende katika kutembea. Ilikuwa matembezi, yani ilikuwa kama tour ya kutembea, kuangalia na kitu gani kimejiri. Sawa. Lakini Burundi ilipofika ilibidi tufanye kitu. Sawa. Rwanda nilipita, nikasema nitarudi sasa, vitu vikawa vingi, shows ni nyingi, hata kuipanga tena ile ikawa ratiba ikawa imejaa yani. Hivyo yani. Nisema pia kulikuwa na changamoto nyingi. Ile albamu haikuwahi kubahatika kwa sababu nilifanyaga studio. Alafu ikafutika album nzima. Wakati tuchonge na Mwindi. Na Wahindi. Bado tunataka ABCD. Ashaona upepo jinsi ulivyo. Sasa Mwindi akubali kutandika pesa. Sasa ile ilipopotea ikatoka kwenye rotation nzuri. Mwindi akawaelewi kitu gani kinaendelea. Hapo wakati wote tayari ndio mpaka nakuja kutoa ile. Akaja watu upande mwingine nao nikaja kuonekana kwamba mwana na harakati zinaendelea, vitu vikawa vingi. Mwindi akaleta mabadiliko fulani ambayo hatuyajui. Unajua Wahindi pia asilimia ya wafanyabiashara wanapotezaga ile jedwali kwa sababu wanaamini watu. Yaani wanafanya biashara na watu kwa mazoea kwamba fulani yule. Pia hii kitu ilikuja kuleta shida sana kwenye changamoto za kipindi hicho na industry nzima. Kwani watu mpaka kesho hii game naweza kusema inayumba au inayumbishwa. Kwa sababu watu wanafanya kazi kwa mazoea ya watu fulani. Kwamba wakija fulani ndo nitamwamini. Sasa basi hichi kitu ni kibaya sana, kimeyumbisha sana ili jedwali la la muziki wa Bongo Flava. Mpaka sasa una album ngapi ambazo kwa sasa? Na album mpya. Album mpya sawa ambayo miongoni mwa ngoma ambazo zinapatikana kwenye album mpya ni pamoja na ambao umefanya na Hamisa Mobeto. Kwa nini kwanza Hamisa? Yaani ni mchoro wakati naufanya ule wa ile salsa, katika utengenezaji au uchoraji ule ni kitu kiwa mtunzi au mchongaji, kadiri unavyochonga unapata vitu ambavyo vitashiriki kulifanya ile umbo liwe zuri. Sasa wakati tunafanya hii salsa
characters ambao alikuja wa kwanza, kama nikaona hili jambo litakuwa zuri nikisikia sauti ya mtu fulani, basi nikaona Hamisa, ndo nikamana nimcheki Hamisa nikaweza kufanya naye ile jambo. Kuna nini ambacho ulikiona kwa Hamisa labda ambacho wengine hawajakiona? Yaani mchoro tu wenyewe yani ulinipeleka huko yani. Kabla sijajua Hamisa na nini. Nikafanya basi nikafanikisha haya mawazo. Okay. Yeah. Kwa sababu kuna vitu ambavyo vinaonekana sana uko navyo kwa wadada. Sikiliwe kwenye albamu ya kwanza, ina maana mle ndani Nancy Sumari kaimbwa mle ndani. Yeah. Na sijajua wewe na Nancy Sumari kuna nini tofauti na jibu ambalo unapenda kuitoa la urafiki tu. Nancy alikuwa rafiki yangu sana. Nancy alikuwa rafiki yangu kwa sababu nilimpendaga kwa namna the way alivyokuwa mpambanaji, alafu mtulivu, msikivu. Ndio. Hakuwa na mambo mengi, alafu sifa kweli ya uzuri anao. Sasa nikaona nimpe maua yale kwa kipindi kile, lakini yale maua yalileta shida kwa sababu watu waliona kama nilielemea sana kwenye feeling. Na ulikuwa naye muda mwingi pia. Alikuwa mtu wa karibu yani. Umeona? Katika kuweka lile nikaona nimpe zawadi ile. Ingawa alileta maneno mengi lakini sio hivyo, alikuwa mshikaji wangu tu. Ambaye ulisema utamthamini hata akiwa ameenda kutembea. Hata akiwa ameenda kutembea kwenye yani zawadi kubwa pewe mtu kama mimi. Yani mimi na thamani ya kumthamini huyo mtu bila kujali kuna watu wengine watu wakiona wameenda huko na wenyewe wanaenda hivi. Lakini hapana. Tutamtazama, utamlinda huyo mtu kwa kipindi chote hichi mpaka atarudi katika nafasi yake. Atakaporejea huko kwetu fresh tutaendelea na maisha mengine. Maisha mengine yataendelea. Niambia Jointi, wewe na Nancy mlikutana vipi pia? Mpaka ushikaji ukawa hivyo. Asinani hizi tasnia. Unajua mimi Nancy mara ya kwanza naanza kumfahamu Nancy nilikutaga. Ilikuwa sijui Manyara, sijui wapi, ilikuwa Miss Manyara kitambo hiyo. Nafikiri kama sikosei. Okay. Miaka mingi sana. Mambo yakaanza kama hivyo. Yeah. Kaenda mpaka kienda na yeye akawa kwenye sijui hii game inategemeana wao mambo ya entertainment hivi vitu hivyo. Kwa tunakutana wanapokuwa wao ujue sometimes na sisi lazima tutakuwepo. Wanapotaka wao kusherehesha sisi tunakuja kuburudisha. Kwa hiyo ushikaji ukawa hivyo. Yaani mimi nilivyomuelewa nikamwona bwana wewe mrembo sana. Yaani wewe mtu. Nikaona sifa za mdomo hazitoshi nikienda kuandika kwenye. Umekuwa na tabia ya kuandikia sana hawa watu. Ilikuwa ile tu, haijawahi kutokea. Latifa si bro umeandika kabisa. Tena Latifa song nzima yani. Inamhusu mtu mmoja tu. Yaani haikuwa tabia. Tena pale uliamua kutudhihirisha kwamba bana ni Tifa. Yaani hata kutaka kukwepesha jina la mtu. Ni kweli, lakini unajua kuna time kuna sehemu unamkubali mtu mpaka unafika sehemu unasema huyu mtu nitampa zawadi gani? Kama mimi na kipaji hichi basi nitumie nafasi hii kumpa zawadi huyu mtu. Okay. Ndio nikafanya hilo. Na kweli Latifa ilikuwa hivyo pia, lakini nafikiri zilikuwa hizo ngoma mbili tu. Ni ngoma mbili tu. Yeah, Latifa na ina maana zilikuwa na ukweli. Haina uhusiano wote. Uliniambia ilikuwa na uhusiano sana wa vitu, ni feeling tu za wanangu. Mwanangu mmoja alikuwa na mtoto mzuri anampenda kaenda ng'ambo. Anamsubiri asome mtoto arudi. Afu mwanangu kashasizi sana kumsubiri huyo mtoto mzuri. Mimi ndo nikamwandikia ile uliniambia kwamba waje mandogi mana kungoja. Ajabu toka lipotoka miaka imepita sijakuona wangu Maida. Yamuona huyu Maida pia ni jina ambalo mimi huyu Latifa hii Maida pia imesimamia. Hii Maida unajua ni bibi yangu ambaye kwa jina hilo pia Latifa. Kwa nini niliimba likaenda kupacha sehemu hizi huyu mtu, lakini pia likaenda nikamthamini na bibi yangu yani. Unajua leo umenipa kitu na mimi nimeelewa. Kwenye hii Maida sisi kwa tofauti sana. Sio najua ni Maidia. Yaani tumeimba sana wangu Maidia. Maida ni Maida ni jina ambalo mimi unajua unavyotengeneza wazo unalipa nafasi pia au kuna wanasemaje kulichambua. Katika uchambuzi unaweza kutengeneza channel moja au mbili. Yaani lengo lilikuwa hilo. Wengine wasikie Maida, wengine wasikie Maidia kwa sababu hata katoka kuiandika tulikuwa tunaandika kama Maidia. Umefanikiwa lakini ikafanikiwa hivyo. Yani hata kwenye Mapenzi kitu gani nilikuwa naifanya ule wimbo watu wajue ni mapenzi, lakini mimi lengo langu nawaambia watu wa radio kwamba bwana shukrani kwa kitu ambacho ile kwa ni shukrani kwa ajili ya radio pia. Radio. Yaani mule ndo ukiangalia na zitaja radio tu, vituo vya radio tu. Vituo vya radio umevitaja kama vingapi mimi ndani?
Karibu vyote vya kipindi kile. Kwa sababu ukiangalia uamini miujiza sauti ya nyuki nasikika. Unajulikana nyuki DJs. Sogea karibu baby, times ishafika. Umeona, sogea karibu baby, times ishafika. Unipe uhuru. Ni kiss napotoka. Tukamlimani, niwe free ndani ya kopo. Umeona, yani nimejaribu kutaja vitu vyote. Nipe hiyo verse bro kikamilifu. Walifanya nifikirie tena. Uamini miujiza mchumba, sauti ya nyuki nasikika. Sogea karibu baby, times ishafika. Unipe uhuru dia, ni kiss napotoka. Tukamlimani dia, niwe free ndani ya kopa. Penzi kwa fujo maibu, moyo wangu shauteka. Raya Afrika ratidi, mimi ndo wani nasikika. Hivi kwa nini dia, moyo wangu unautesa. Hivi ushoboki dia, inaonipenda East Africa. Hii dia, I need you dia, oh dia, I love you. Yani hivyo umetupitisha sehemu ambayo hatukuwahi kutarajia kwamba ni hivyo, na hapo ndipo ambapo unapata picha nyingine ya kwamba okay, msanii ilikuwa ni namna gani ya kutengeneza sanaa yake kuweza kufikisha ujumbe alionao kwa hadhira yake. Nina imani wengi hatujui kuhusu ile ambayo umetoka kuisema hivi sasa. Wengine wameshtuka tu hivi karibuni. Na kuna ambao walikuja kujua baadaye baada ya kuniuliza kama hivi. Lakini wengi walishtuka hizi siku za hapa usoni. Ndio maana hii mapenzi kitu gani? Kwanza ni ngoma ambayo vijana wengi wamejaribu kupita pale kwenda huku mbele. Sawa. Yaani kulikuwa na scale fulani ambazo ulikuwa rahisi kuzichukua na kutembea. Alafu pia ubunifu ulifanyika mule ni mwingi sana. Yaani mwingi sana. Ni mwenyewe nikiri hilo swali. Umeona? Lakini pia kutokana na hicho umenitamanisha kuweza kusikia verse ya pili pia. Umeona? Sasa verse ya pili ndio nilikuwa nimeenda kwenye mawazo yao kwa namna walivyonizoea. Okay. Sasa huku mwanzo kwa sababu hizi hawa ni mapresenter walikuwa wengi na vituo ni vingi, siwezi kumtaja mtu mmoja ambaye walikuwa wananisupport. Nikaona nahitaji vituo kwa ajili ya kuwafikishia bwana hii shukrani yangu kwenu. Lakini verse ya pili nikamwambiaje, naamini wenye tamani wengi, wachache wanajua kupenda. Mimi nakupenda wewe kwa moyo, ukiniacha mimi. Yaani bado nazungumzia hizi mapenzi yangu nimeyaswitch katika hicho kitu ambacho nakizungumzia. Nazungumzia hizi media kwamba watu wengine wanataka mimi niende kwenye maisha haya yale, lakini nyinyi nimechagua. Nimewachagua. Mkiniacha mimi nitayumba kama inavyoonekana. Kwani unayumba? Hapo naambia kampani yetu si makacha. Kuhusu mabitozi hakuna kabisa. Mix na magang baby patera unakonda kabisa. Sasa kuna time najaribu kukamilisha mawazo yao, sometime narudi kwenye wazo langu. Niko nafanya hivyo. Bana umetisha sana. Hii ni Vir Restaurant kutoka Makumbusho jijini Dar es Salaam. Hapa pia unaweza kupata huduma ya chakula, vinywaji, lakini pia unaweza kupumzika na kuweza kufanya shughuli zako mbalimbali. Brother, upepo kama hivi upo wa kutosha na chill, hakuna bugza, upepo wa kutosha, vinywaji hivyo, hata harufu nzuri za vyakula yani. Unaweza kaja na mtu yeyote muda wowote na ukaweza kupata huduma hapa. Hii ni Bongo Project na leo niko na MB Dogg, Daddy Master, Prominent Line Boy, ana majina mengi na mengine hivyo. Ni kipenzi cha Limbwende kutokana na asali ambayo alikuwa akiwapatia kwenye kiwanda hiki cha muziki wa Bongo Flava. Kumbuka unaweza kutupata kupitia Instagram page yetu ambayo ni Bongo Project, lakini kwa Facebook na TikTok ni jina hilo tu Bongo Project. YouTube nyumbani channel yetu ni Bongo Project. Fika pale uweze kusubscribe, like, comment pia. Sisi tutaweza kuwa familia na tutaweza kushare vingi kupitia sehemu hizo. Ukitaka kupata story nyingi na zaidi ingia katika website yetu ambayo ni www.bongoproject.org. Alafu tunaweza kushare. Bado tuko na safari na MB Dogg kwenye meza ya Bongo Project siku hii ya leo. Baada ya mapenzi kitu gani kuwa umeishikisha namna hiyo na watu wengi tukajua unamwimbia mtoto mzuri, na kumbe wewe ulikuwa unarudisha shukrani zako kwa watu na medi ambazo zipo kwenye kiwanda hicho ambacho wanatoa nafasi kwa muziki wa Bongo Flava na ambao waliweza kukusupport. Tukaenda zikafanyika ngoma hizo nyingine na nyingine, ukaja kutuimbia mbona umenuna. Ulifumaniwa ile? Umenuna nazungumzia ndoto tu. Ilikuwa ni ndoto. Inaambia
Na mimi hii ni story ya ndoto. Yaani nimeenda kumsimulia wife story kwamba bwana nimelala nikamwota mdogo wako kaja kafanya hivi na hivi na hivi na hivi. Sio ya kuipokea vizuri ile story. Ndio nikajaribu kumwambia naamini ni story ya ndoto tu. Yaani sio kweli, hii ni ndoto, lakini yeye kaipokea vibaya. Ndio ile ule audio umenuna inaitwa. Sawa. Yaani baada kumfikishia ule ujumbe akawa amekasirika. Baadaye nikawa nambembeleza, hii ni story tu ya ndoto wala sio kweli. Okay. Lakini inasemekana kwamba ulishawahi kupita na mtu kama hivyo. Kipindi hicho umeshafanya huko wa moto, karudi Maza Bay kuzi kusalimia home na nini. Mambo yakabadilika kule, kuna mtu akajichanganya afu. Ilikuwa hii story unajua ni nyingi. Story ni nyingi lakini huoni mimi pia sio mwingi sana. Huoni kidogo ya Mungu ningekuwa na maisha ya kiuni labda sijui ningekuwa nimetafsirika vipi. Lakini sio hayakuwa maisha yangu, ndio maana mpaka leo mtu akinizungumzia hawezi kunizungumza vibaya sana. Kwa sababu kwanza nilikuwa na waheshimu wa mama zetu. Pamoja ni kwamba wenyewe sometimes wanapokuwa na mapenzi ya vitu hivi wanajumlisha na mapenzi ya vitu vingine. Unajua hata wanapoperform watu wanakulilia, wanakushika, wanakuvuta, wengine wanataka kubusu, mwingine anataka, yani chochote kinawezekana kwa sababu wakiwa na mapenzi wanajumlishaga na vitu vingine. Lakini pia nilikuwa naamini kwamba ni mama zetu. Heshima inatakiwa iwepo na wao pia wametoka katika mbavu hizi tu. Inawezekana sisi Mungu atufanye tukawa na upeo mkubwa kuliko sasa. Sometimes nilikuwa nafunga break nyingi tu hii kwamba hapa haiwezekani. Hapa na hapa ni kwamba haiwezekani, lakini ujinga wote ungefanyika labda ingekuwa sifa yangu isingekuwa nzuri kabisa. Usingekuwa daddy master tena. Singekuwa daddy master mzuri. Ni good boy ujue. Good boy. Sawa. Tukitaka tuseme kwamba kuna watu kadhaa ambao wamekushika mkono kindaki nje ndani, lazima jambo liwe, lazima dogi apasue hapa, lazima ili jambo liende. Unaweza kuwashukuru watu gani hasa? Yaani katika kutoka mwanzo mpaka leo ambao yani wengi wamechangia kwenye muziki wako. Tunaamini hivyo kwamba kila mmoja, kuna watu wana nafasi tofauti. Lakini kuna wale watu pengine 5 ambao unasema yani bwana huyu tumetoka huko mpaka sehemu fulani hawajawahi kuniacha wa watu.